Yawezekana ulipanga mipango mingi ndani ya mwaka huu na ulitamani hiyo mipango itimie, lakini bado haijatimia. Bado mambo hayajakwenda vile ambavyo ulitamani yaende. Jifunze kungoja nyakati na majira ya Bwana. Bwana huwainua watu wake kwa wakati wake na kwa majira yake. Na majira yanapofika ya wewe kubarikiwa, ya wewe kuinuliwa, ya wewe kupandishwa viwango vingine, hakuna mwanadamu awaye yeyote anayeweza kuzuia majira ya Bwana. Na Mungu anapoamua kurejeza majira yako, hata yale yaliyoibiwa na hata ile miaka yote ya hasara uliyoipata kipindi cha nyuma, utamwona Bwana akikurejezea miaka yako ya hasara, yaliyoliwa na nzige na parare, yaliyoliwa na madumadu, yani miaka yote ile ambayo ulifanya mambo na hayakwenda vile ulivyotamani yaende. Utamwona Mungu akianza kukufanyia wepesi. Utaanza kumwona Mungu akikufanyia kicheko. Utamwona Mungu akianza kukufanyia furaha. Sara alivumilia kwa miaka mingi sana. Amekuja kupata mtoto akiwa na miaka 90. Wakati huo mume wake Ibrahimu alikuwa na miaka 99. Katika muda wote huo walimngoja Bwana. Hawakuharibu mahusiano yao na Mungu wao. Bado waliendelea kuwa wavumilivu, lakini bado waliyangoja majira ya Bwana, na kwa wakati wa Bwana, Bwana aliwapatia mtoto. Yawezekana unapita kwenye changamoto. Yawezekana kuna kitu umekisubiri kwa muda mrefu. Unaweza ukawa ni mama ambao unatamani upewe zawadi ya mtoto, lakini mpaka leo bado haujapata. Kuna majira ya Bwana yanakuja mbele yako. Wakati wa majira utakapofika, Bwana atakufurahisha. Bwana atakufanyia kicheko. Sara akasema, Bwana amenifanyia kicheko, na kila atakayeniona atacheka pamoja na mimi. Unaweza ukawa umepita kwenye nyakati nyingi za kuumizwa. Unaweza ukawa umepita kwenye nyakati nyingi za kujeruhiwa. Unaweza ukawa umepita kwenye nyakati nyingi za mateso mengi. Lakini majira ya Bwana yanapokuwa yamefika, yale maumivu, yale majeraha, yale yaliyokufanya uchoke na ukate tamaa, Mungu anaanza kuyaganga. Unaweza kawa ni binti ama unatamani kuolewa, na saa nyingine ukiona mtu amepakata mtoto, unamuuliza Bwana, ni lini nitamiliki wa kwangu? Ni lini na mimi nitapakata? Lini nitanyonyesha? Lini nitabeba mtoto wa kwangu? Majira ya Bwana yako mbele yako yanakuja. Inawezekana mwaka huu umekuwa ni mwaka wa shida, umekuwa ni mwaka wa changamoto, mwaka wa kupita kwenye shida mbalimbali. Bado usikate tamaa. Mungu huwa hafanyi haraka, wala yeye huwa hachelewi. Na mambo yote mazuri au mabaya yanakuja kwa majira yake. Hufanya kwa wakati wake. Unaposoma katika kitabu cha Habakuki 3:5, utaona vile maneno ya Mungu yanavyosema kwamba maono hayo ni kwa wakati ulioamuriwa, yakikawia yangoje. Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Usiuchukie wakati mgumu unaopitia, kwa sababu ili ifike viwango Mungu wa kuamini, ili ifike viwango Mungu wa kukubali, lazima uandaliwe, lazima upikwe, lazima utengenezwe. Ili dhahabu iwe safi, lazima ipite kwenye moto. Ikisha pita kwenye moto, basi inatoka ikiwa ni dhahabu safi. Tunamuona hata Yesu mwenyewe, ili akirimiwe jina lipitaro majina yote, ili aketishwe mkono wa kuume wa Mungu Baba, kuna nyakati alipitia, kuna mapito aliyapitia. Baada ya hapo akakirimiwa jina lipitaro majina yote, ambao ni jina la Yesu Kristo. Usiumie unapopita kwenye nyakati hizo. Saa nyingine zifurahie, kwa sababu Mungu anakuandaa kwa wakati mzuri ulioko mbele yako. Ni vile tu haujui, lakini Bwana anakutengeneza. Bwana anakuimarisha. Bwana anakaza vifundo vya miguu yako, ili uweze kustahimili ukubwa na uzito wa baraka ambazo Mungu ameziandaa mbele yako. Yusufu alipitishwa kwenye nyakati mbalimbali. Alitupwa birikani, baadaye akaenda mpaka kwenye nyumba ya Potifa, akasingiziwa, baadaye akapelekwa mpaka gerezani. Lakini kutoka gerezani
Bwana akamuinua na akampandisha viwango vingine. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Yawezekana miaka mingi imekuwa ni miaka ya maumivu, imekuwa ni miaka ya mateso kwako. Yawezekana ulikosa matumaini, umekuwa ni mtu ambaye unaiona dunia kama ni chungu kwako. Wengi wanatamani kujiua, wanatamani kujimaliza, kwa sababu anaona ni kama dunia hii anaishi kwa mateso, anaishi kwa maumivu. Mwaka mmoja wa kufurahishwa na Bwana unatosha kukusahaulisha maumivu yote na changamoto zote ulizozipitia. Umeumizwa, samehe, songa mbele. Bado Mungu anakuwazia yaliyo mema. Hata haya ambayo unayapitia kwa sasa yasikupunguzie mwendo. Wewe achilia, wewe samehe, kwa sababu kuna mahali Bwana anakupeleka.